Ilikuwa ni majira fulani hivi ya saa 5:48 usiku. Hapa tunamwona huyu mshikaji hapa anaitwa Shina, anamwaisha bibi yake hospitali akiwa amezidiwa mno. Yaani nikisema kuwa amezidiwa ni ana hali mbaya. Mchizi amepagawa kwa sababu huyu bibi yake ndo mtu pekee amebaki naye kwenye maisha yake. Unafikiri ikitokea amekufa sasa hivi atabaki na nani? Basi akawa anaendesha gari kwa spidi mno kumwaisha hospitali. Akiwa yupo njiani, kwa mbele kuna askari akamsimamisha akamwambia, sogea mbele huko. Mimi namwaisha bibi yangu hospitali, wewe unanipiga mkono? Kwa hiyo mshikaji hakusimama, aliendelea na safari. Askari akaona, huyu mjinga nusu aniua ise. Tunatupa hospitali, tunamwona huyu dokta hapa anaitwa Morenike. Tayari amemaliza kujiandaa kwa ajili ya kurudi nyumbani. Ina maana muda wake wa kazi umeshaisha. Si unajua ishakuwa ni usiku Sasa kabla hajatoka, ghafla kaingia Shina anapiga kelele. Jamani nisaidieni, nisaidieni basi bibi yangu anaumwa. Na kweli ukimwangalia bibi hali yake ni mbaya. Basi Shina alitoa maelezo kuhusu hali ya bibi yake, na Dr. Morenike alivyomwangalia miguuni akagundua kuwa anatokwa na damu nyingi mno. Pale pale akamwamuru nesi wake akaandae mazingira ya ICU. Shina kusikia vile ndo anazidi kupagawa kabisa. Dr. Morenike akamwambia kwa sasa inabidi tumfanyie mtiririko wa vipimo ili tuweze kujua chanzo cha hii damu, lakini pia tuangalie namna ya kumtuliza haya maumivu. Shina akamuuliza dokta atakuwa sawa au? Kabla dokta hajamjibu, bibi yake akamshika mkono, kisha taratibu mno akamwambia Shina, mimi ni wakufa tu. Shina akamwambia usiseme hivyo bibi, utakuwa sawa tu kwa uwezo wa Mungu. Bi mkubwa ni kama alikuwa amekata tamaa hivi, akaanza kumsihi kuwa sio kila anayemwona ni rafiki yake basi ni rafiki yake kweli. Kisha akamwomba muahidi kuwa hatorudi tena kwenye tabia yake ya zamani, yaani kunywa mapombe, kuvuta masigara, vitu kama hivyo. Shina akamwambia na kuahidi bibi. Sasa wakati wanazungumza na dokta hapa, kuna mshikaji wake anaitwa Hugo akaingia. Akamwambia vipi, nimesikia bibi anaumwa ise. Sasa kabla hata hajapewa maelekezo ya kutosha, kwenye simu akapokea ujumbe. Ili anasogea pembeni ajibu, akapokea tena mwingine. Na huu wa pili ulikuwa unatoka kwa jamaa mmoja anaitwa Mr. Donald ambaye alikuwa ni abiria mkubwa wa Shina. Maana Shina yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni dereva taxi. Dokta alimwambia kwamba itabidi wamfanyie testi kwa sababu vipimo vya awali vimeonyesha kuwa ana uvimbe mkubwa ulioota ndani ya tishu za mwili. Kwa hiyo testi ndio itaonyesha kama itakuwa ni kansa au la. Shina anazidi kuvurugwa. Dokta unaongea nini? Hugo kuna mtu alikuwa anaongea naye kuhusu mchongo wa pesa ambao waliufanya. Mchizi naye anamtolea nje, anajibu choo tu. Sasa unajua kawaida ya hospitali ili matibabu yaendelee ni lazima malipo yafanyike kwanza. Hivyo Shina akatakiwa kufanya malipo kwanza ndo bibi yake atibiwe, na pesa yenyewe inayotakiwa ni naira milioni 4. Shina akamwambia asa mimi ni dereva taxi tu, hela yote hiyo naitoa wapi usiku huu dokta? Sasa hospitali ikishasemwa ndo imesemwa hiyo, hakuna kubagain. Hivyo ikabidi amwombe tu dokta ampe walau masaa 2 tu ili akaangalie kama anaweza kupata chochote huko mbele kwa mbele. Mchizi akatoka mbio huyo, Hugo naye akamfuata. Walivyofika nje akamuuliza unaenda wapi? Akamwambia natakiwa nilipe naira milioni 4, lakini nikipata moja wamesema wataanza operation. Hugo akamwambia asa hata hiyo milioni 1 utaipata wapi usiku huu mzee? Ngoja nikajaribu kupekua nyumbani kwake, maana wakati mwingine huwa anafichaga vihela kama akiba. Hugo akampa taarifa kuwa mteja wake Mr. Donald ametuma ujumbe kuwa kuna sehemu akamchukue. Shina akamwambia sawa nitajaribu. Mchizi alienda nyumbani kwa bibi yake akapekua kila sehemu wapi mpaka kwenye madro, lakini hakufanikiwa kupata hata 100. Kiasi pekee alichokuwa nacho ni 21,000 ambayo ipo kwenye akaunti yake na keshi 1,500,000. Sasa afanyaje? Akaja kumgongea mwenye nyumba yake. Mzee alipofungua akamuuliza shida nini aisee, usiku watu tumelala? Ili anaanza kuongea akamwambia ndio nafahamu kuwa choo chako akiflashi lakini hauko peke yako. Shina akamwambia so hivyo mzee, kisha akamuelezea kipengele kilichopo mbele yake. Akamuomba kama ana kiasi chochote cha pesa basi amwazime. Mzee akamwambia Shina, mimi sina hela, nitakusaidiaje sasa? Mwamba akapiga magoti akamwambia mzee, nimelipa kodi ya miaka 2 juzi tu hapa, kwa najua bado hujaimaliza yote, niazime hata ya mwaka 1 tu kisha nitakuja kulipa. Hebu vaa viatu vyangu mzee. Mzee akamwambia haina haja ya kuvaa viatu vyako, nishakwambia sina hela, kisha akafunga mlango wake. Huku hospitali kuna huyu dokta anaitwa Bakare, anamwambia Dr. Morenike aisee, hii ni hospitali sio kliniki, na hiyo ni kwa sababu bibi amemfanyia bi mkubwa scanning bure, yani haijalipiwa, na utaratibu inatakiwa yafanyike kwanza malipo ndipo utaratibu uendelee. Akamwambia lakini mjukuu wake si anakuja na pesa? Dr. Bakare akamwambia hizo story mimi ndo sizitaki, natoa risali moja tu, kama asipokuja naenda kumtoa bibi yake kule odini na mleta hapa reception aje amkute hapo. Hii ni biashara bana, sio kituo cha misaada. Kisha huyo akajichenga. Punde bibi akapokea simu kutoka kwa boyfriend wake anaitwa Victor, akawa anamjulia hali na nini. Sasa hawa wawili bana walikuwa na wakati mzuri sana kwenye mahusiano yao. Mshikaji alimpa taarifa kuwa amefanikiwa kununua nyumba mpya ambayo ndo ataenda kukaa pindi watakapofunga ndoa. Basi zile zikawa ni habari njema sana kwa Dr. Morenike. Hawa wawili walikuwa wanapendana sana. Mchizi akamuuliza unatoka saa ngapi? Bibi akamwambia kuna emergency imetokea na mhudumia mgonjwa, hivyo pindi atakapokuwa sawa ndo atatoka. Mchizi akamwambia
Oh, okay. Basi walipomaliza wakaagana. Huku tunamuona Shina amemfuata mteja wake Mr. Donald. Wakati anampa taarifa kuwa amefika Club Spade ambako ndo alitaka amfuate, ghafla zikaanza kusikika risasi. Tena zilikuwa zinasikika kutoka mule ndani ya klabu. Raia wakaanza kukimbia ovyo ovyo kuokoa nafsi zao. Kulikuwa na uvamizi hapa unatokea mida hii. Lakini huwezi amini, Shina hakumwacha Mr. Donald. Alisubiri kuona kama atatoka. Na kweli baada ya mida mchizi akachomoka. Lakini alikuwa yupo hoi kwa sababu alipigwa risasi ya mguu. Shina alipomuona ikabidi aende akamsaidie. Ile wanataka waondoke tu, ghafla majambazi wakatoka. Huyu mmoja akatishi kama anawapiga kisha akawaacha. Washikaji hawaamini kama wameacha salama mzee. Haraka akamsaidia kuingia kwenye gari kisha naye akazama wakachimba. Wakiwa hapo njiani, kwenye redio zinasikika habari za siasa tu, kwani kipindi hiki kilikuwa ni kipindi cha uchaguzi. Kuna mgombea mmoja nafasi ya ugava anaitwa Mrs. Yata, na watu walikuwa wanampenda mno, na hiyo ni kwa sababu alikuwa na kawaida ya kuwasaidia watu hata kabla hajaamua kugombea uongozi. Hivyo imani yao imekuwa ni kubwa sana kwake. Lakini yale yote yanazungumzwa kwenye redio, kwani unafikiri Shina anaelewa sasa? Yeye anachowaza ni hospitali tu alikomwacha bibi yake. Atatoa wapi naira milioni 1 sasa hivi? Muda huo Mr. Donald naye yupo hoi mno. Mara ghafla akasikia simu yake inaita. Ile kuokota alikuwa ni baba nyumba yake anamwambia kuwa amtumie akaunti namba yake amuingizie hela, ila akamsisitiza kuwa wiki ijayo tu anataka hela yake. Mchizi akamshukuru mno aisee, na kweli baada ya kumtumia hazikupita hata dakika 5 message ya muamala ikaingia. Mzee alikuwa na huruma bana, alimtumia kiasi cha naira 740, pesa ambayo kwa kiasi fulani ni kama iliboost parefu hivi. Akawa anajisikia faraja mno, kidogo at least amepata pa kuanzia. Alimfikisha Mr. Donald nyumbani kwake, kisha akamwambia msubiri kwa dakika kadhaa namletea pesa yake. Kweli mzee Shina ikabidi asubiri, lakini punde ikaingia simu kutoka hospitali. Dr. Morenike anamuuliza, vipi aisee, umefikia wapi? Hebu fanya ufike hospitali aisee, huu muda wenyewe nafanya ukupambania tu. Tayari umeshapata hiyo pesa? Dokta, Ndio ninayo, najitahidi tu kufanya hapa niongezee ili niweze kufika haraka huko iwezekanavyo. Daktari akamwambia aisee, hebu fanya haraka hiyo operation ianze. Sasa ili wanamaliza kuongea, mfanyakazi wa Mr. Donald akaja na cheki akampatia. Mchizi kuicheki vizuri imeandikwa naira 100,000. Basi akamshukuru mno. Kiuhalisia hii haikuwa gharama ya taksi, ila Mr. Donald alimpa kama asante kwa kumtoa kwenye yale majanga kule klabu. Kwa hiyo ni 21,000 kwenye akaunti, 151,000 keshi, 700,000 kutoka kwa mwenye nyumba pamoja na hii ya Mr. Donald. Kwa bado kama 39 fulani hivi na ushe. Huku hospitali Dr. Bakare uvumilivu umemshinda. Kitu pekee anataka ni kwenda kumtoa bi mkubwa kule wodini alipolazwa ili aje ambwage reception. Lakini Dr. Morenike akaona hapana. Mzee akamwambia muda umeisha na ule mgonjwa bado bili yake hajalipiwa hadi sasa hivi. Uwezi amini Dr. Bankole bado alisimama kidete kuhakikisha bi mkubwa atolewi mule ndani hadi pale mjukuu wake atakaporudi. Jamaa likamwambia kama atakufa humo ndani hiyo itakuwa ni juu yako. Kisha likamuongezea tena nusu saa likaondoka. Bibi alikuwa anapambania sana na ukumbuke huu muda alitakiwa awe amepumzika nyumbani kwake, maana alikuwa anaondoka hivyo. Basi Shina akampigia mshikaji wake Hugo, akawa anawaambia alojili alivyomfuata Mr. Donald, lakini pia akampa taarifa kuwa amehangaika, amefanikiwa kupata kama milioni 1 kasoro hivi. Hivyo kwa sasa upo njiani anaipeleka hospitali. Wakiwa wanaendelea na story, mara ghafla akamwambia akate simu maana kwa mbele kuna maaskari wamemsimamisha. Kweli mzee walikuwa ni wajomba. Alafu sasa ndo alikuwa anaelekea hospitali saa 7:30. Huyu mmoja alivyomwangalia hivi si akamkumbuka, ndo yule alompita kishada mida ile anampeleka bibi yake hospitali. Akamwambia mzee, umeatimba, ulisahau kuwa milima ndo haikutani Wakaanza kumsumbua, mara atoe leseni, mara wasachi kwenye buti, yani ili mradi tu. Jamaa akaomba ondoke, lakini bado wazee walimnyang'ania. Huku kwa Hugo naye bana aliatimba. Kuna huyu mwamba anaitwa AY amemweka mtukati. Huyu Hugo kuna pesa alitakiwa ipeleke kwa bosi wake AY siku kadhaa zilizopita tu hapo, lakini hakufanya hivyo. Kwa hiyo jamaa ametumwa na bosi wake aje amshughulikie. Hugo alijitetea kuwa yeye mwenyewe ametapeliwa Kama unakumbuka mwenzake alomtapeli ndo yule alokuwa anaongea naye kwenye simu mida ile alivyoenda hospitali. AY akamwambia unanitania Akamwamuru dereva aliyekuja naye amkanyage hadi amuue. Tena akamwambia kabisa ukisogea tu na kutwanga risasi. Hugo akamwambia usiniue kiongozi, usiniue. Ninaye ndugu ambaye ana pesa. AY kusikia vile akaona Huku wazee waliendelea kumsumbua Shina kama kawaida. Walivyoona wamefeli wakamwambia wape chochote kitu ili wamwache aondoke. Jamaa akamwambia sina hela jamani, hebu karibuni kunielewa. Kwani unafikiri walimwacha? Wajomba waliendelea kumsumbua. Sasa huyu mmoja alivyoangalia kwenye gari si akakutana na vibunda Kumbe bwana mwamba alitoa pesa zote ili akifika hospitali wakabidhi tu. Askari wakamwambia mzee, unatuambia huna michuzi alafu kumbe una vibunda? Kijana, hebu tuambie hizi pesa zote umezitoa wapi usiku huu? Mchizi aliwaeleza kuwa zile pesa anazipeleka hospitali ili bibi yake akafanyiwe surgery. Jamaa
wakacheka kishenzi, wakaona kama anawaletea michezo wadanganya toto. Shina alizidi kuwaelewesha, lakini bado waliendelea kumcheka tu. Na ukumbuke muda unazidi kwenda, mchizi akaona msinitanie. Pale pale akawatolea uvivu, ni aliwapiga kishenzi wote wawili. Huku hospitali bibie bado aliendelea kumpambania bi mkubwa. Unajua uvumilivu ukifika kikomo Mwamba ni aliwapiga kama ana akili nzuri, lakini siku zote mshika mawili moja humponyoka. Wakati anaendelea kufocus na mmoja alichoropoka kisha akambamiza kichwani. Huku hospitali Dr. Bakari anamuuliza